Ni sunna ambayo kwamba imetiliwa mkazo lilmustati' kwa mwenye uwezo. Kama uko na uwezo Mwenyezi Mungu amekujalia, basi atakaniwa siku ya Eid uchinje. Tafute mnyama uchinje. Na ule mnyama akona sharti zake ambapo kwamba zimeelezwa katika hadithi. Kwanza ni sunna, wa hiya sunnatun muakkada fi haqqi almustati'. Ni sunna ambapo kwamba imetiliwa mkazo kwa mtu mwenye ambapo kwamba akona uwezo kuchinja. Kwa sababu hadithi nyingine Mtume asema mtu ambaye kwamba atakuwa na uwezo wa kuchinja siku ya Eid na asichinje akaacha, basi asikurubie ama asije sehemu ambapo kwamba tunaswali sehemu ya Eid ambapo kwamba tunaswali Eid, ima ni kwa uwanja ama kwa msikiti, basi asikurubie. Mtu ambaye kwamba ana uwezo wa kuchinja na asichinje, basi huwa ameacha jambo ambalo kwamba ni bora zaidi. Sunnatul muakkada, sunna ambayo kwamba imetiliwa mkazo. Yadhbahu almuslimu taqarruban ila Allah ta'ala. Muislamu anachinja yule mnyama kwa ajili ya kukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yawman nahri, siku ya Eid, wa ayyamu tashriq, na siku zile tatu baada ya siku ya Eid yatakana uchinje. Siku ya Eid yatakana uchinje baada ya swala. Watu washamaliza kuswali ndio ukirudi nyumbani uchinje siku ya Eid. Siku ya Eid labda hukupata nafasi ya kuchinja, mambo ni mengi. Kuna siku tatu baada ya Eid inaitwa ayyamu tashriq. Mtume amesema ni ayyamul akli washurbi, ni siku za kula na kunywa kwa Muislamu, wa ta'at Allah, na kumtii Mwenyezi Mungu. Siku ya Eid ukiweza kuchinja, uko na nafasi siku tatu baada ya Eid kuchinja, ambapo kama ni ayyamu at-tashriq. Qala Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, swali kwa ajili ya Mola wako, yani salatul Eid. Kisha baada hapo wanhar, na uchinje. Maana yake unaswali, kisha baada ya kuswali ndio fanya nini? Nafanya ibada ya kuchinja. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja na nyama zetu wala damu zetu. Ani yule mnyama unamchinja, Mwenyezi Mungu hana haja na ule mnyama. Lan yanala Allah alhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Mwenyezi Mungu hahitaji nyama zenu. Ule mnyama anayechinja labda Mwenyezi Mungu anahitaji mnyama, la, bali Mwenyezi Mungu anachoangalia ni takwa katika nyoyo zenu. Je, mtafuata maamrisho yake jalla jalalu? Kasema wakati dhabhi, wakati wa kuchinja, yabda baada salati Eid al-Adha, unaanza baada ya kufunga au baada ya salatu Eid al-Adha, kumaliza kuswali ndio unachinja mpaka kuzama jua siku ya al-yawm ath-thalith ashara min dhil-hijja, baada zile ayyamu tashriq kuisha. Siku ya 13 ndio siku ya mwisho baada ya jua kuzama. Na wanyama ambao kwamba wanaruhusiwa kuchinja, si kila mnyama unamchinja, labda ukachukua kuku kumchinja kuku kwamba ni udhiya, la. Wanyama ambao kwamba unaruhusiwa kuchinja bahimatul an'am. Bahimatul an'am wanasema ni al-iblu wal-baqar wal-ghanam, ni ngamia, ng'ombe na mbuzi na vile kondoo. Na hao wanyama vile vile kuna miaka yao ambao kwamba wanaruhusiwa kuchinja, si kila mnyama utachinja. Ngamia awe amefikisha miaka 5 anaelekea mwaka wa 6 ndio anaruhusiwa kuchinja. Ng'ombe awe amefikisha miaka 2 anaelekea mwaka wa 3 ndio anaruhusiwa kuchinja. Mbuzi awe amefikisha mwaka 1 anaelekea mwaka wa 2 anaruhusiwa kuchinja. Mwaka 1 kamili kuelekea wa 2. Na kondoo awe na miezi 6 anaelekea mwaka 1 ndio anaruhusiwa kuchinja. Chini ya hapo hauruhusiwi kuchinja. Ngamia wanaweza wakashirikiana watu 2, 3, 4, 5, 6 mpaka 7. Mkanunua ngamia moja watu wangapi? 7. Useme si ngamia tumenunua kwa ajili nini? Ya udhiya tuchinje. Na ruhusa watu wangapi kununua ngamia mmoja? Watu 7. Zaidi ya 7 haruhusiwi. Ng'ombe vile vile watu 7 na ruhusa. Kuanzia 2, 3 mpaka 7. Na wote takaniwa nia zao ni nia moja. Nia zao kuchinja yule mnyama ni udhiya. Mfano watu 7 wameshirikiana wakanunua ngamia mmoja, nia zao zote lazima ziwe ni moja. Ni kwa ajili ya nini? Ya udhiya, wanachinja udhiya. Sehemu nyingine kuna nia nyingine kwamba labda huyo kwa ajili ya hakika ya mtoto wake, huyu labda na nia nyingine. Nia takaniwa ni moja, kama ngamia mmoja nia zenu ziwe ni kwa ajili ya udhiya. Baada ya kununua mnyama, mshanunua mnyama ule vile vile atakaniwa asiwe na aibu.
kuna aibu ambazo kwamba Mtume anasema atakani mnyama achinjwe, kama akiwa nini, chongo, jicho limechobolewa, mwingine mguu umevunjwa, mwingine ako ni dhaifu, ni mgonjwa sana, hauruhusiwi kuchinja wanyama hao. Na baada ya kuchinja unagawanya katika sehemu tatu, mafungu matatu. Fungu la kwanza ni lako la nyumbani, wewe na familia yako. Fungu la pili ni hadia, ni zawadi kwa majirani wenzako. Fungu la tatu ni kwa maskini na mafukara utawapatia. Mnyama unapochinja siku ya Eid unagawanya mara ngapi? Mara tatu. Kwako nyumbani, kisha kwa majirani zako, zawadi unatoa, yani sadaka unatoa, unagawanya sehemu tatu. Muislamu atakaniwa amba kwamba kuna uwezo kuchinja, basi asibaki nyuma, ajitahidi sana kufanya ibada hii tukufu. Wayastahabbu lilmudhahi an yakula min adhihatihi wa yahdi wa yatasaddaq. Qala ta'ala fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir. Kama baada ya kuchinja mule nyama zake huyo mnyama, vile vile mwapatie wale ambao kwamba maskini, ambao kwamba hali zao ni ngumu. Hadhihi al-ayyam, masiku haya mtu atakaniwa akithirishe sana kuleta dhikri wa tahlil wa takbir wa tahmid. Siku hizi 10 Muislamu atakaniwa alete dhikri hii sana. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ma min ayyamin a'zam 'inda Allah wala habba ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr faakthiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Siku hizi Muislamu atakaniwa alete sana takbir kwanza, tahlil, takbir, tahmid. Tahlil, takbir, tahmid ni dhikri gani? Kusema Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahil hamd. Katika hizi siku ambazo tuko ndani yake, dhikri hii yatakano ilete sana kila wakati. Kwa sababu masahaba radhiallahu anhu kina Ibn Umar na Ibn Abbas walikuwa wakileta dhikri hii kwa wingi sana, mpaka wakaenda masokoni. Katika soko watu wanafanya biashara, wakileta dhikri hii kwa sauti, na watu wakisikia wakileta kwa sauti, watu wote wakileta kwa pamoja, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dhikri yatakaniwa Muislamu alete kila wakati katika siku hizi 10 za Dhulhijja. Na siku ya Arafa dua bora ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na siku ya Arafa mtu asiache kufunga, kwa sababu ni siku ambayo kwamba tunasamehewa madhambi ya miaka 2. Muislamu atakana jitahidi sana kufunga katika siku hiyo. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.